Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Assalamu alaikum, habari za wakati huu, natumai mzima wa afya. Leo tutazungumzia kuhusiana na kipimo cha kujua muda wa Arafa ni kipi na Arafa ni nini. Wenye elimu wanatufahamisha kwamba Arafa ni ile siku ambayo Nabii Adam na Hawa wamekutana katika viwanja vya Arafa kutokea peponi. Na wengine wanatufahamisha kwamba Arafa ni eneo lililoko Makkatul Mukarrama. Na watatu wanatufahamisha kwamba Arafa ni muda ambao ni mwezi 9 mfungo 3 ambapo inaenea duniani kote. Je, kipimo ni kuweza kuona mahujaji watukufu wakiwa wamesimama katika viwanja vya Arafa siku ya Arafa kupitia simu za mkononi na television, na wale ambao hawana simu za mkononi wala television, na wale ambao wako mbali na network, wale ambao wako baharini, wako majangwani na maporini, watumie kipimo gani kuweza kujua siku hiyo ya Arafa? Na wale ambao walikuwepo kabla ya sayansi na teknolojia, je, wana hukumu tofauti na sisi? Wana aya zenye mwongozo tofauti na sisi? Na wale mahujaji ambao sisi tunakuwa ndio kioo cha kuweza kuangalia wao kwamba leo ndio siku ya Arafa, je, wao wanatumia kipimo gani cha kuweza kujua kwamba leo hasa ndio siku ambayo tunatakiwa tusimame Arafa? Ni wao wanatumia kipimo kipi? Baada ya mukadima, sasa tuangalie kipimo kipi cha kinachofaa kuweza kujua siku ya Arafa. Na hii jawabu tulipata katika kitabu kisicho na shaka ndani yake, kitabu ambacho kimeletwa na huyu ambaye ametufaradhishia nguzo hiyo ya 5 ya hija. Katika sura ya 2 aya ya 189, Allah anasema yasalunaka anil ahilla kul hiya mawaqitu linnas wal haji. Wanakuuliza kuhusu mwezi mwandamo, ewe Muhammad, wanakuuliza ewe Muhammad kuhusiana na mwezi mwandamo. Kul hiya mawaqitu linnas wal haji, waambie ndio kipimo cha nyakati kwa ajili ya watu na hija. Kwa hivyo hapo tunaona kwamba wakati wa sayansi na teknolojia na kabla ya hapo kipimo ni mwezi mwandamo na si kuona mahujaji watukufu kwa wamesimama katika viwanja vya Arafa. Mwezi mwandamo ndio kipimo sahihi, na pale mwezi ambapo utakuwa umeandama ndio unaanza kufunga mwezi mosi, mwezi pili mpaka siku ya 9. Ukiweza basi unafunga ile siku ya 9. Kwa hiyo mwezi ni kuangalia katika anga, kwa sababu huo mwezi unaonekana angani. Katika surati Yasin aya 38, 39 na 40, Allah anasema Ash-shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdirul azizul alim. Najua linakwenda mpaka katika kituo chake kilichopangiwa, na hayo ni mipango na makadirio ya mwenye nguvu, mwenye elimu. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ala kal urujunil karim. Na mwezi unakwenda mpaka unakuwa kama karara kongwe, na mwezi unakwenda katika vituo vyake mpaka unakuwa kama karara kongwe. Ukiona katika umbile kama hilo baada ya siku 29 au 30, umbile la karara kongwe tu pale anajua huwa linapinda hivi. Kwa hivyo katika umbile kama hilo ndio mwezi hapo unahesabu umeandama, na baada ya kuandama unaanza kufunga ile moja mpaka siku ya 9, au kama huwezi basi unafunga siku ya 9 lakini unahesabia kutoka moja mpaka siku ya 9 pale ulipouona mwezi. Na hivi na haya yote yatakiwa kuangaliwa angani, kwa sababu kule angani ndiko mwezi unakoonekana. Kipimo ni mwezi mwandamo, na mwezi mwandamo unaonekana kule angani. La shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala al-laylu sabiqu an-nahari wa kullun fi falakin yasbahun. Haiwezekani kwa usiku kuzidi mchana, wala jua wala mwezi kufikia wala jua kufikia mwezi. Wa kullun fi falakin yasbahun. Na vyote hivyo vinaogelea katika anga. Kwa mwanadamu anatakiwa kuangalia angani, kuangalia kipimo ni mwezi mwandamo na angalie angani, kwa sababu bila kutumia macho ukaacha macho ukatumia sikio kutegea sikio kwamba mwezi umeandama wapi, wa sunna ni ile ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuangalia mwezi angani, kwa sababu vyote hivyo vinaongelea katika anga. Siku ya kiyama kama hutotumia macho yako ambayo Allah akakupatia, hayajakuwa na upofu lakini yako sahihi, ukaacha kutumia macho ukatumia masikio kusikilizia badala ya kuangalia mwezi, Allah tauliza alam naj'alahu ainaini, kwani hatukumjalia macho mawili? Kwa hivyo kama ulijaliwa macho mawili, basi una jukumu la kuangalia mwezi mwandamo ambacho ndio kipimo cha nyakati kwa ajili ya watu na hija. Tumeweza kujifunza kwamba Arafa ni siku ambayo Adam na Hawa wamekutana katika viwanja vya Arafa kutokea peponi, lakini pia tumeona kwamba Arafa ni eneo lilioko Makkatul Mukarrama. Pia tukaona Arafa ni muda
ni muda. Kwa hivyo hapa vile katika sura al-Baqara aya ya 197 Allah anasema al-hajju ashhurun ma'lumat. Al-hajju ashhurun ma'lumat, yani hija ni miezi maalum, na ni siku maalum. Kwa yule ambaye faman faradha fihi al-hajj, basi yule ambaye atakuwa amefaradhika na hija, kwenda kuhiji yule al-haji, basi anatakiwa azingatie mambo mawili, azingatie siku ya Arafa na eneo la Arafa. Yani azingatie kwamba siku ya Arafa awepo eneo la Arafa. Ile kiwanja cha Arafa kipo siku yoyote. Kwa hivyo atakapokwenda siku yoyote tu haitokubaliwa hija yake mpaka azingatie mambo mawili, awepo eneo la Arafa na lazima iwe ni siku ya Arafa. Al-hajju ashhurun ma'lumat faman faradha fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kwa hivyo huyo al-hajj atakiwa asizingatie kwamba Arafa ni moja tu, kwamba ni kiwanja kilichoko Maka tu. Ni kiwanja, lakini pia ni muda ambao muda huo utakuwa ni mwezi 9 mfungo 3. Mwezi 9 mfungo 3 inamfikia kila mtu alipo kwa muda wake. Yule wengine wapo katika viwanja vile vya Makkatul Mukarrama, wao wakiwa ni baada saa 12. Mathalan sisi tukiwa saa 12 hapa Afrika Mashariki saa 12 asubuhi, sawa, saa 12 asubuhi, na sisi tuko sanjar pia na Makkatul Mukarrama ni saa 12 asubuhi ya mwezi 9, sawa. Lakini tukumbuke wakati huo sasa saa 12 asubuhi wenzetu walioko katika maeneo ya New Zealand, Auckland, wao tayari wameshapita hiyo asubuhi ya mwezi 9. Wao wako kwenye asubuhi wako saa 12 ya mwezi 9 kuingia mwezi 10. Kwa hivyo ile siku ya Arafa, wakati watu wanafunga Arafa, wao wameshapita katika siku hiyo ya mwezi 9. Lakini pia wakati huo Auckland, New Zealand, wao ni saa 12 mwezi 9 jua limeshatua. Sisi mwezi 9 ndio jua linatoka, saa 12 ya mwezi 9 linatoka. Pia wengine wako saa 12 ya mwezi kuingia mwezi 9. Yani ukija maeneo ya Honolulu, magharibi mwa ulimwengu, magharibi mwa Amerika, wao pia nao ni saa 12 ya hiyo mwezi 9. Yani mwezi 9 pale magharibi inaanza, wao inaanza ndio mwanzo, wanaanza saa la kwanza la mwezi 9. Sisi tushafika masaa 12, maana yake tushomaliza usiku, tuko asubuhi. Kwa hiyo masaa yanapishana na kama hiyo. Kwa hivyo hatuwezi tukafunga kwa siku moja. Kwa hivyo kusema kuhusiana na mwezi yani Arafa ni kuweza kuangalia mahujaji watukufu kupitia simu za mkononi ama kupitia television. Hayo ni maneno hewa yanayosemwa na watu bila dalili. Lakini dalili hasa, kipimo hasa cha kuzingatia ni kile alichokitaja Allah Subhanahu wa Ta'ala katika ile sura ya 2 aya ya 189, yasalunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Wanakuuliza ewe Muhammad kuhusiana na mwezi mwandamo, ambie hicho ndio kipimo cha nyakati kwa ajili ya watu na hija. Wenye elimu wakiwemo mamufti wa nchi mbalimbali pamoja na nchi ya Saudi Arabia, wao wanasema kullu baladin yatba'una ru'yatahum, kila mji wana mwandamo wao. Kwa kila mji wana mwandamo wao, wafuate mwandamo wao pale walipo, ndio wafuate hukumu ya pale walipo. Ile kusema kwamba hija Arafa iko Maka, ni kweli Arafa kwa maana kiwanja kiko Maka. Al-Hajj anatakiwa kuzingatia mambo mawili, ni eneo na muda. Eneo la Arafa, muda wa Arafa. Aliko nje pale atakiwa kuzingatia muda wa Arafa. Inapofika kwake mwezi 9 ndio siku ya Arafa. Sote Arafa ni mwezi 9. Kama uko Maka, uko kwingineko, pale ulipo ukiona kwamba mwezi 9 imefika, basi wewe tayari unawajibikiwa kufanya jambo linalohusiana na mwezi 9 mfungo 3. Kama uko ndani pale na umekusudia kuhiji, basi ni kuwepo eneo la Arafa siku ya Arafa. Uliopo nje pale ni kuzingatia siku ya Arafa, na mwenye kufunga aweze kufunga kwa siku hiyo. Mwezi wa kusikia maswahaba waliokataa, akiwemo Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu katika kile kisa cha Kuraibu,
ambapo alipoleta habari kutoka maeneo jirani kwa Muawiya, Sham, kwa Muawiya kuhusiana na mwezi kwamba umeandama. Abdullah bin Abbas akasema kwamba sisi mwezi hatuja uona kwa siku hiyo. Kwa hivyo mwezi wa kusikia sahaba Salafu Saleh aliukataa mwezi wa kusikia, na akasema hakadha amara na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hivi ndivyo alivyotuamrisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ni vipi? Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi, fungeni kwa kuonekana na fungueni kwa kuonekana mwezi. Allah anatuambia wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, alilokuleteeni mtume lishikeni na alilokukatazeni liacheni. Katika hili cha kujiuliza, je, kipimo sahihi alichotuletea mtume ni kuangalia mahujaji watukufu kupitia simu za mkono na television, au kuangalia mwezi mwandamo ndio kipimo sahihi? Tutosheke na hayo, tuyachukue na tuyafanyie kazi. Shukran lakum wa jazakumullahu khair.